na gwiciria ngoria ni na gikuyu ni akuigua nowe ni agutucokeria either na gikuyu kuria kuhota kimero atucokeria na kimero kuria maita maingi gwiciria ni githweri gutucokeria na githweri na mbere nene muno Damaris Kawira tugakena ni gukorwo nawe rucini rwa mothe wi mwega ni mwega thank you so much asante sana na karibu Damaris Kawira akoretwo muharine wa mbere wa gutariria na guthomithia especially andu aya metagwo youth maundu megi HIV uthuthuria uria twiriga kurutirwo ni wiriga kuonania andu aria makoretwo mari aingi thaici uguo mararwara murimu wa HIV ni andu aya tongiuga ni mumo aya gatagati ka miaka 15 aya methe wa miaka 34 acio ni waingi magomeirwo ni murimu wa HIV niki gitumi hihi kigituma gutwike ati hihi aya nio maragomerwo murimu wa HIV maita aingi uraigua matire no menyo ona ndiraiguire aya a miaka yo maretigira kugianda gukira kugia HIV koguo no makinya ma protection ya ihu nigetha ndakagira ndekwenda mwana gukira uria angegeria kwigitira kugia thina wa HIV na maita maingi undu uyu gakorwo ndurariririo ona hakinya handu andu mageciria HIV ni undu wathirire but it's still there koguo tugacokeria Damaris ngatho muno ni undu wa kwirutira gukorwo ati we ni arathomithia andu maundu maya ma HIV Damaris ndakonda gweta kwanyu ni Meru ku mimi nimetoka Meru na nasikia Kikuyu yote mimi nitauliza na wewe utajibu na kwa Kiswahili ya kwa msikilizaji pale nje mimi nimetoka Meru mahali kunaitwa Maua village ni Kiegoi okay so mimi ni Meru okay na nilianza hii initiative kwa Facebook because napenda kuongea about HIV okay yeah walereirwo wacero kuno kwa walereirwo no kwa wathomire yeah nimelelewa Meru nimesomea Meru actually but kuna time nilienda sasa kusomea primary school Embu because for me nilipoteza wazazi wangu nikiwa mdogo so ile time sasa nikiwa pale nyumbani unajua sasa kama una mzazi unakaa ukizunguka na mboma za mboma so kuna hiyo wakati nilienda kutembelea sister yangu Embu okay so that time ndio sasa nilichange environment nikaenda kusomea Embu so nikasomea Embu primary then nikarudi tena Meru okay yeah wazazi walifariki ukiwa how old what na nini ilifanyika wazazi my parents walikuwa HIV positive okay so mimi watu waliishi wakijua mimi nimezaliwa nikiwa HIV positive lakini sikuwa nimezaliwa nikiwa na hiyo ugonjwa actually for me I'm HIV positive and that why naweza kuongea kuhusu hiyo you're living positively yeah because sasa ndio maana inanipea nguvu ya kuongea because niko na hii virus that why naiongelea so wakati mimi nilizaliwa pale nyumbani sikuwa mgonjwa okay my mom mimi nimezaliwa 1996 my mom alipass 2005 and my dad 2000 so mimi my dad siwezi sema nilimuona okay because nilikuwa mdogo but my mom tulikaa naye and my mom alikataa kunywa dawa which angekuwa uai okay leo lakini mamangu ni yule that juko yeye ameambukizwa hawezi kunywa dawa na hiyo ndio gatonye kitu inatusumbua sahi that because wewe umefanyiwa hivi uwezi utakunywa dawa because mwingine amekuambukiza so lazima uendelee kuambukizana so my mom mimi nasemanga alifanya mistake okay alikataa kunywa dawa kabisa she knew her status yeah alijua status zake because for me sikuwa naelewa ni nini nilikuwa naona tukitengeneza harambee that hiyo time 2005 huko hakukuwa na hii dawa si ati kuna tiba okay hakuna tiba ni kuondoa makali ni dawa ya kuondoa makali so hiyo time hakukuwa na hiyo dawa ya kuondoa hiyo makali yeah watu walikuwa wanasema lakini wewe ulikuwa mtoto kidogo haukujua anything na sikuwa najua because time nilikuwa naenda pale ushagot niseme kama youth pale village watu walikuwa wananiona they confuse me na sistangu sasa okay
wanafikiria mimi because nimekuwa mkubwa na wako wana expect mtu amezaliwa akiwa HIV positive afikishe miaka 15. So time nilifikisha hiyo miaka actually watu walikuwa wanakuja kuniona. Hiyo walikuwa wanangojea tu yeah, nikufe. Yeah, because sasa unajua sasa hiyo wakati this virus ilikuwa na ukali na makali yake sana. Yes. Sasa mimi watu walikuwa wanasema ushago wewe uko hivi, alafu hata primary school watoto wengi walikuwa wanapenda kuketi na mimi kwa kiti moja. Okay. But actually let me assure you, mimi sikuwa nimezaliwa na hiyo ugonjwa. Okay. Ni ile tu watu walianza kusema. Lakini sikuwa nimezaliwa nayo. Okay. Yeah. Tutakuja hapo. So after wazazi kufariki, how was life? Maisha ilikuwa namna gani? Life was tough. Actually watu wanaelewa ukiishi bila mzazi hauna ile hakuna maisha mazuri. Na ni both parents sasa. Na hapo ndio nilianza sasa lose that because nilianza kupoteza njia. Let me put it like that. Okay. Ndio nilianza sasa kukua sina yule wa kuniongoza pale nyumbani. Sina mtu naweza rundi kwake. Sina mtu anaweza nichukua niambie unafanya makosa. Actually niliingia my first relationship niliingia nikiwa high school. Okay. Nikiwa form 2. That time ndio nilianza na ndio nilipata mtoto wangu wa kwanza. Okay. Yeah. So hapo sasa life haikuwa au kuwa na mtu wa kufanyia guidance na nini. Sikuwa na yeye kabisa. Yes. Na wengine ni my siblings. Okay. Na wao unajua sasa mtoto anakuambia nini. So unaona huyu ni bradhangu, uwezi kuna ile sasa uwezi msikiza. Uko na ile ukichwa ngumu sasa. Juu mamako yuko na wengine unaona wanafunzwa na wazazi. That brother kwa hawezi kuambia. Okay. So relationship ya kwanza ulikuwa form 2. Yeah, my first relationship ilikuwa form 2. Nikapata my first born. Ukiwa bado form 2. Yeah, nikiwa that time nilikuwa 17 years. Okay. Yeah. So masomo afterwards uliendelea nayo? Sikuendelea, nimekuwa mzazi sasa. Okay. The relationship ilikuwa na a fellow student ama tuseme someone alikuwa mkubwa zaidi yako? Alikuwa mkubwa zaidi yangu. So yeye hakuwa shuleni? Hakuwa shuleni. Okay. Mimi ndiye nilikuwa shuleni. Yeah. So what happened with that relationship? After mimi kukua na yeye, we separate, nilipata mtoto, ikakuwa sasa mimi niko na ile utoto siwezi chunga ndoa. We had so many fight, tulikuwa tunakaa tumefight. Hiyo time nilikuwa na mimba sasa. Hiyo ni time nilikuwa na ujauzito sasa, ikakuwa sasa mimi naishi kuzunguka bado. Si nikienda kwao tunagombana, natoka tena naenda kwa sistangu. Niko na zile months atusikizani na sistangu tena, natoka tena narudi nyumbani. Uko nyumbani actually hakukuwa na mtu, amebaki huko ni bradhangu tu, na kila mtu sasa time tulikuwa wakubwa. Kila mtu alianza kuishi maisha yake. Na hawa vijana my brothers walioa. So unajua sasa uwezi pelekea yule mtu, tumelelewa kwa shinda. Actually sijatoka kwa rich family. Okay. Tumelelewa kwa shinda na tumelelewa tu na wazazi. For us hatujaiona hata mtu hata mmoja amekuja time tuliachwa na wazazi atuambie leo na wanunulia chakula. Si tuliishi kunjilea sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi nachuna majani, kwetu kuna majani chai. Yeah, najua. Yeah, na kuna saidi ya miraa. So kwetu si saidi ya miraa, kwetu ni Nyambene, Nyambene Hills. So kwetu ni kwa majani. Hiyo time sasa ndio nilianza kuingia kwa relationship because nilikuwa nakosa vitu zingine. Okay. So shida ndio ilifanya ukaanza? Shida ndio ilinifanya. Because time moja nikiwa pale high school, because nilikuwa nasoma high school huko kwetu kwa village. Nilikuwa naenda nafika shule that Katonya napata wasichana wako na ma shopping. Yeah, sure. Na wewe umeambiwa tu uenda pale kwa nduka uchukue sabuni and you are lady. Uenda pale kwa nduka uchukue kuna hii lotion ilikuwa inaitwa Lady Girl na sijui Geisha. So hizo ndizo vitu mimi nilikuwa naenda kwa nduka nazipata. Na kandawa kale kandogo na tissue. So mimi nikienda pale high school napata wasichana box zimejaa hivi. That kuna wako na marashi na yana tamani ile life. Yes.
So hapo ndio wengi walikuwa wananijua pale high school, walikuwa wanajua sina wazazi, sina anything. Na wengine walikuwa wanajua nimezaliwa nilikuwa mgonjwa pale high school bado. So because mimi sasa vile walikuwa wanasema niko mgonjwa, mimi sikuwa najua wanasema ni ugonjwa gani. So time nilianza kukaa na marafiki shule because ya hiyo shopping. That the time sasa nilipata this man. Okay. Mlipatana aje? Tulipatana supermarket. Okay. Alikuwa anafanya kazi supermarket. Okay. So that the time sasa nikienda pale super ananifanyia sasa zile shopping. Zile sasa zenye wengine wako nazo. Yeah. Okay. That how niliingia kwa my first relationship. Lakini wewe uliingia kwa sababu jamaa anafanya shopping. Yeah. Mashida zako anatatua. Yeah. Yes. Gatonye Kenya mimi naweza sema for now to cut the story short. Mimi zile makosa mtoto mwenyewe anaambiwa usifanye. Mimi hakuna makosa sijaifanya. Okay. The only thing yenye sijaifanya Gatonye ni kusimama kwa street. Okay. Ile ya kukua malaya. Sijawahi. Lakini hizo zingine makosa zote zile sisi mzazi anafaa afunze mtoto. Hakukuwa na mzazi wako. Sikuwa na mzazi. Sasa nimefanya zile makosa zote. Okay. Niko na watoto, sikuwa nimeoleka. Nimepata watoto nikiwa high school, nikaachana na shule. Yani nimefanya mistakes. Okay. Don't worry about it. Wakati huu ulikuwa unajua anything to do with protection ukiwa form 2? Did you ever know? No. Okay. Sikuwa najua anything about protection. Actually hizo vitu nilikuja kuzijua nikiwa mkubwa. Okay. Haya, tutithie oro hanini aborogamire oro hau ne tuguthie na mbere no ringi tucoke kuria mwena wa Malindi. Goko ne kwa maundu magirire kambuni ino itagwo Cause Values Kenya. Ino ne kambuni ikoretwo wira-ini wa wendia wa migoda na matikwendagiria migoda. Giki nikyo nyerete oro wa kambuni ino tondu ndaririe nao. To migoda marakunegereria. Yes. Marenda gukunegereria handu maramenya we wathi mbeca ciaku to guthie gucitwara handu ikome. Mbeca ciaku ni ukuona value tondu ni kundu ungithie wambiriirie ithe maundu ma gwaka nyumba yaku ya guikara kana nyumba ya biashara. Nduhe kundu wana twarwo kaiga mbeca ugacoka ukariga weka ndokire ku. Ukagura mugundo ukariga gwatirira wetagirira andu. Utirakura guthiu ndurathi na mbere. Guko ne kundu guthiu na mbere maundu mothe mesa wane ndakora negated community hakuye muno na town ya Malindi kuletwo Kwanza City barabara-ini ya Sava Road ndagika 5 kuma kiaro kia ndege kia international kia Malindi na ndagika 5 guthie beach kwoguo no gia katamukawa. Riu hane haria ogiaka mikawe no etagwo beach hotels. Yes. Ogiaka ka holiday home eno ne area holiday home wonaga ogikomborithia atari hindi ria maikuruka kuria gicua-ini ona andu no ndikwageire Airbnb by the way. Ona andu nimekuma guku mathie tu makarelax na ku. Yes. Moke gwaku. Guku ni kundu kwina uthii wa na mbere police station ni hau ndu wa maundu ma ugitiri hena iwanja cia ciana cia guthakira shopping center kirioro hau na maundu mangi maingi Kwanza City magaite na broti cia itheka na muno makiria makagaya ona broti cia kuota eka kogo we no gwicagurira 8 kana kuota eka na guku ni kundu ogiaka otugutwiga kindu kia biashara kana nyumba yaku ya gwikara kana holiday home kwina mai gwithitima kia 50 by 100 negiri 850 wagura ihinda riri hena offer ukwenderio 750,000 ugu hena discount ya gikiro gia 10%. Broti ya 100 by 100 ukenderio 1.3 million no wagura ihinda riri ukenderio ciringi ngiri igana rimwe ukagura 1.2 million na ni wihike tondu ofe no ndigituraga offer yukaga kwa ihinda. Namba ya thimu ya Cause Values ni 0711 082508 0711 082508 tutana shokerera miario-ini ino ituri kambuni ya wendia wa maguta kambuni ya Shell na by the way ni mwakiruguririe ruhonge ruru rwa Eastern Bypass. Na kwari kwega muno by the way kwa ina happy hour. Andu ni mokite wega fiu na magikenera uhoro ucio na uhoro uria ungi ni ati Shell nio makendagia maguta magikiro kia iguru guku bururi-ini wakenda maguta mega na Shell ni makiria ma petrol station waingira guku kwina chemist kwina handu ngiria kwina car wash handu alignment and it's more than a shopping more than a petrol station. No muthenya wa muthiri Shell mena happy hours. Taru haria Shell ya Kamakis imwena wa motho umanite na Thika Road. Thenya ri kwina happy hour. Okay. Na hane hara wana maguta ma 1,500 kongerwa maguta ma 1,000 free. Shell ya Eastern Bypass
harĩ hakuhĩ na KFC onayo ĩna happy hour cia kinya thaa 10. Shell Mumias Road kũrĩa nĩ Buruburu thaa 4 ũmũthĩ mena happy hour. Shell Rwai Exit thaa 6 kamili mena happy hour. Ũgũkorwo wĩ mĩena ĩno yothe ya Shell Kamakis, Shell Eastern Bypass, Shell Mumias Road na Shell Rwai Exit. Onyite ithaa rĩrĩ. Shell Kamakis nĩ thaa 8, Shell Eastern Bypass nĩ thaa 10, Shell Mumias Road nĩ thaa 4 na Shell Rwai Exit nĩ thaa 6. Okay, tucokererie mĩario itũ na Damaris Kawira. Damaris akoretwo mũtaratara-inĩ na akoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthomithania na kwaria maũndũ maya megiĩ HIV. Actually no njuge nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Mũndũ ũrakwĩra ndingĩenda we wone maũndũ marĩa niĩ ndonire. Ũcio nĩ wendo ũtarĩ wa kawaida. Anyway, tukicokereria mĩario Damaris. So after hii relationship ya kwanza umesema ni kama kuangalia mtoto wako alikuachilia hivyo hivyo. Yeah, haikuwork. Okay, so you moved on. Yeah, I moved on. Sasa ndo nikarudi sasa Meru. Actually mimi every time ningepata shinda nikiwa nimeenda place zingine. Nilikuwa naenda hapo narudi sasa hiyo town ya kwetu inaitwa Maua. So hiyo time sasa vile hatukusikizana na huyu kijana, tulikuja in terms that sasa hatuwezi oana. Kuna hii mila za kwetu that mtu mnasumbuana sana, wazee wanaangalia ni nini. So because kwa tunasumbuana sana, mzee mmoja huko kwao ndio alisema hatuwezi oana. Kuna mila ndio maana tusikizani. Nasemaga damu asizisikizane. So kuna hiyo damu. Mimi sijui sana mila, lakini niliambiwa hivyo. So that the time mimi nili move on na nikaenda na mtoto wangu. My daughter ako 8 years now. Okay. So nilimpata 2014. 2014 that time sasa nilikuwa 17 years. Okay. Ndio nilimpata. After hapo mimi nikatoka tena Katonye. Nikarudi sasa Maua, nikaanza sasa afresh. Okay. Nikiwa pale Maua tena. Mimi sikuwa najua that mtu akiwa na mtoto anaweza pata mtu wa kumpenda. Nilikuwa nafikiria that wewe ukipata mtoto Maua na mtoto okay. Sasa nimetoka huko kabisa na maisha imesonga. Okay. Najaribu cut the story short. Yeah, I agree. Yeah. So mimi nilienda na nikaanza life tena na yule mtoto. After hapo tena nikapatana sasa na mwingine sasa. Huyu na yeye alinipenda na yule mtoto wangu. Okay. Kunipenda na yule mtoto wangu kwa kulikuwa Karatina. So that the time nilijua sasa Kikuyu. Actually siwezi ongeza. Kuna wenye wananiambia niongee Kikuyu, siwezi. Kitu nasikia yote. Lakini nasikia yote because nilikaa Karatina. That the time sasa kujuana na huyu na yeye nikampea story yangu. Si kurush kukana kwa relationship na yeye. Ile ya kurush, ile youth tunafanya saa hii kulala na mtu, mimi si kurush. Because sasa hiyo time nilikuwa nanyonyesha. Okay. So tulikuwa sasa tulikaa because nilikuwa naambiwa ukikaa na mtu kama unanyonyesha mtoto atakuwa kiwete, na mtoto wangu alikuwa mrembo sana. Alikuwa mrembo that singetaka kurisk. Okay. Sasa nilikuwa naambiwa ukilala na mtu ukiwa na mtoto mdogo atakuwa kiwete nini. So I had to kumwambia sasa tukae kwanza tujuane, alafu ndio mtoto afikishe mwaka ama miaka 2 ndio niache kumnyonyesha. Okay. The guy alikuwa patient. Oh, he waited. Yeah, he waited. Na hapo ndio sasa nilikuja kuona ni mtu mzuri because alianza sasa kuwa anachunga yule mtoto kama wake. Na actually he lied kwa wazazi wake, another domestic. Alidanganyilia wazazi wake that akona mtoto Meru. Huyu kijana na yeye tulikuwa na different moja. Alikuwa ametoka familia, very rich family. So wakati aliambia wazazi wake na ni the first born, kuna hiyo pia wako na mila that the first born hafai kuanza maisha kama labda hajawana na harusi. Yani kuna hii that walikuwa wanataka mtoto wao aanze baraka kwa familia na mambo mazuri. Yes. Sasa amepata mtoto nje, hajafanya harusi. That thing haikufurahisha wazazi wake. Okay. Tukaanza sasa kukaa na yeye huko Meru because alikuwa anafanya kazi huko.
vile tulianza kukaa, siku moja akabeba yule mtoto wangu akaenda naye mpaka kwao nyumbani. And the guy walikuwa wana resemble sana na mtoto wangu wanafanana. So actually wazazi wake wakasema huyu mtoto ni wetu because ni mweupe, kijana ni mweupe, shosho yao ni mweupe. So hiyo sasa sisi Africans tunafananishanga, tunafanya DNA na kuangalia na macho. So walifanya DNA yao na wakakubali yule mtoto ni wao. So the guy alirudi, tukachange the birth certificate ya mtoto, akakuwa wake sasa. Because sasa hatukuwa tunataka wazazi wake wa doubt anything. After hapo vile nilikaa sasa 2016 sasa 2017 sasa my daughter akiwa 3 years and ndio nilipata sasa ujauzito mwingine. Ni wa huyu sasa. Nilitaka sasa ni because alinifanyia vizuri ama alitreat my daughter vizuri na tulikuwa that much ready kukua kwa hii relationship. So that the time sasa nilibeba ujauzito wake sasa, my second born sasa. She is a girl too. Sasa vile nilipata huyu mtoto, huyu kijana alipoteza kazi nikiwa na ujauzito. Sasa angekaa Meru. Alipigia wazazi wake because alikuwa amefanya course ya chef. Akawaambia sasa mimi because ile kazi nilikuwa nimekuja huku Meru imekaa hivi na hivi, mimi nataka mnipe 200,000 niende Nairobi ninunue vitu za fast food za hizi za kitchen na display sijui nini, nianzishe biashara yangu. The point wazazi walimwambia kama ushaoa Meru ama umefanya kienye umefanya biada wa bags hatukufurahia hata kama hatukukuambia. Na hizo zenye unaona umeanza kupoteza kazi, umeanza kurudi nyuma, ni laana zetu sisi. So wazazi hawakufurahia, kumbe hawakufurahia hii relationship yetu. First kijana aliwaeleza mimi ni mtoto orphan. Ya pili wakamuuliza mlipatana aje? Akamwambia tulipatana town. Wazazi hawakufurahi. Wakati sasa wazazi aliwaambia hivyo, wale wazazi walitake sasa kama kitu mbaya sana kuoa mtu ana wazazi. Meru hawakuwa wanataka aoe Meru. Na plus hawakuwa wanataka aoe kwa familia ya umaskini. So the question alimuuliza wakati tutaenda kwa kina Damaris tutaenda kwa nani na ana wazazi. Na alitumia tamu umemuokota kwa straight. Si wewe ufanye hivi, uchukue huu mtoto wako the first born sasa ukuje naye kama ni kazi sisi tukuwekee huku. Kijana alikataa because alikuwa anajua niko na ujauzito mwingine. Sasa kijana aliwaambia kama ni kuachana na Damaris mimi siwezi achana naye. So wazazi wake walianza sasa kumistreat because sasa amekataa kuwasikiza. That the time sasa kijana alianza kuingiwa na ile stress because alianza kusema laana za wazazi wake zimeanza kumfuata na alikuwa na ile fear. So wakati tulika mimi babake hakuwahi nipigia ama mamake, but that day alinipigia, akaniuliza mko wapi? Kijana alikuwa ameanza kuenda anga mjengo. Na ni mtu ajaifanya hizo kazi, ni unaelewa au mkuu umelelewa kwa ebo family. So mimi nilikuwa naona kama tu anajaribu kufit in kwa viatu zangu. So wakati kijana nikaambia wazazi wake hayuko. Wakaniuliza alipata kazi nyingine, nikawaambia hapana. Akaniambia sisi tunataka ufanye hivi, uongee na huyu kijana akubali hiyo pesa alikuwa naomba, tufanye mipango akuwa askari. So the guy mimi nikaongea na wazazi wake because sasa nilikuwa na ile heshima, huyu mzee hajai nipigia tena nini. So nikaongea na kijana akaniambia kama kuna kitu siwezi fanya ni kukuacha ama niende hiyo kukua askari, mimi sitaki kukua askari. That the time sasa my guy alikataa, tukakaa na yeye sasa hakuna kazi, anaenda vibarua tu za mjengo nini na time nyingine zinakosekana. So alikaa akafikiria tena akaniambia ama nichukue ile idea. So hiyo time recruitment ilikuwa imeisha ile ya kuchukua watu. So sijui mipango yenye ilifanywa. The guy akaingia sasa. That the last time nilimuona. Mimi kwa polisi. Aliingia kwa polisi. After kuingia aliingia kwa prisons. Mimi sasa alikubali kama leo kesho yake, you know power of money. Alikubali kama leo kesho yake alikuwa ameitwa Nairobi na akaingia the same day. So hata mimi sikuwa najua arudi.
aliitwa tu akaambiwa kuja usign some papers ndio alafu tukununulie zile vitu za kuingia pale training. Okay. So mimi nilikuwa nafikiria akienda hiyo siku atarudi. But alinipigia simu akawa anarudi akaniambia vitu zingine zimebadilika, fanya hivi nipakie alikuwa ameacha ID nini, alikuwa amesahau vitu zingine. Niwekee kwa gari zinipate Nairobi. Kumesemekana that nitaingia kesho. So nafanyiwa shopping nini kesho niingie. And that the last time nilimuona Gatonye. Because sasa after yeye kuingia training, unajua sasa hakuna communication, there is nothing. Mpaka like 9 months. Mimi mamake ni kama aliacha kama ameambia mamake niko na ujauzito. Okay. Vile aliambia mamake akamwambia msianiachilie bibi yangu akae town. Mchukue mlete nyumbani. Okay. That the time sasa mimi nilienda Karatina. Okay. That how I ended up Karatina. Kufika huko kufika huko actually tukimit na kijana mimi nilikuwa nimeshanjipanga, nilikuwa na vitu zangu zote za nyumba. Lakini mamake aliniambia msiuze zile vitu because sasa home singepata kwa kuziacha. Elewa mali nimetoka sasa hakuna home, let's say like that, hakukuwa na mali unaweza acha vitu zako. So niliambiwa na yule mamake, ile nyumba mnakuja kupewa huku haina mtu, haina vitu. Sasa wewe tutafanya mipango hiyo lori ikuje ibebe nini hizo vitu zenu za nyumba ndio ukuje uishi nazo huko. Okay. Mimi nilibeba vitu zangu zote za nyumba. Sikuacha anything because sasa unajua sasa I have a first born, nimebeba second born, sasa unajua sasa nimekuwa machua sasa. Yes. That was 2017. Okay. Ndio sasa nilienda Karatina. Kuenda pale maisha haikuwa mzuri. First niliambiwa nijifanye that wamenisaidia. Mimi ni maskini, wameniokota, niko na mtoto na ujauzito. Nijifanye wataki familia ijue that kijana wao amerush kuoa bila ile mipango ya kuoa na wataki nijulikane mimi ni bibi ya kijana. Okay. Actually hakuna mwenye alikuwa ananijua huko, hata familia ni mmoja tu alikuwa ananijua na yeye alikuwa rafiki ya huyu bwanangu sasa. That the time sasa mimi maisha ilianza kunikaukia pale Karatina. Nikafanywa maid. Sasa unajua sasa kijana wale wakazi wamefukuzwa wote. Sasa mimi ndiye because sasa nifanye hizo kazi. Second thing hakukuwa kutoka kwa gate. Kwao ni gate yani kumezingirwa na mawe, gate and compound, hawananga wageni wao ni wale invited. So asubuhi wao ndio wanaenda kazi. Wakitoka asubuhi walikuwa wanafunga gate. Okay. Wanaenda na funguo. So mi time yangu yote nilikaa Karatina place called Igwagi. Sikuwahi jua mahali. Nilikuwa natoka tu nikienda clinic na nitapelekwa na nirudishwe. Hakuna kuinteract na watu. Mimi sina hata rafiki huko, hata hakuna mwenye alikuwa ananijua huko. Because hakuna sasa ile kutoka nje. Okay. Kijana akaanza sasa kuomba simu huko, sijui I don't know venye aliingia kupatanga simu ananipigia. So mimi nikaanza kuwa namwambia yale napitia kwao. Okay. Ananiambia tu because siwezi fanya anything nikiwa huku ndani, vumilia tu. So that the time sasa niligonjeka na blood pressure. Okay. Because ya stress sasa. Mimi nikaambia kijana siku moja because sasa that pregnancy ilianza kukua na complications. Nikakuwa na amniotic fluid mingi sasa kwa tumbo, maji imejaa kwa tumbo. So nafaa nikuwa admitted mpaka sasa nipate yule mtoto. But sasa hiyo ingewezekana because kuadmitiwa ni pesa. Nilienda hospitali nikakaa wiki moja. Okay. Nilipelekwa kuna jamii ndogo nursing home iko hapo Karatina town. Okay. Ndio nilipelekwa hapo, hata usipokuja kuona na watu iko sawa, yani unashughulikiwa kila kitu. So hao watu walinipeleka tu wakalipa bill na hakuna kukuja kuniangalia. Okay. That the time sasa kijana alinipigia nikamueleza, kumbe hawakuambia kijana nimelala hospitali. Yule kijana akawapigia akamwambia mbona hamkuniambia bibi yangu wako hospitali? Wakamwambia sisi hatukunge kusumbua ukiwa huko. Okay. So walirudi kwa hospitali kunisomea na hawakunilipia the bill. Hand to borrow. Because nimefanya makosa. Everything nilikuwa nafanya yani ilikuwa inaonekana ikiwa makosa. Because nimeongea na kijana ati nataka kumharibia kazi na muharibia jina huko na hawajasema ameoa. So mimi niliwauliza makosa yangu ni nini.
the lady mama sasa akaniambia makosa yako ni kuambia kijana everything that is going on here. Ufai kumwambia na ufai kuongea naye, hata akikupigia ufai unafaa utuambie kwanza amekupigia. Yani kila kitu nafaa niombe ruhusa. So because tulikuwa tunalala nyumba zimeshikana ya brother yake, kumbe ile time huyu kijana akinipigia hao watu walikuwa wanaenda wana discuss. Wanasema naongeanga na kijana na mwambia everything. So mimi sikuwa najua wamebeba ile chuki ndani yao. Na actually kumbuka from the first hao watu si ati walikuwa wananipenda. Sure. I'm here because ya watoto. So to cut the story short, mi sasa nilikaa nikafikisha miezi 8 which sasa nilikuwa nimeambiwa nitatolewa huyu mtoto na miezi 8. Okay. Vile sasa nilikaa miezi 8 kufika huyu kijana kuna ile visiting, I don't know inaitango aje, that karibu kutoka pale yes. Kupass out. Sasa kuna hiyo time ilifika. Hata wenye niliamka asubuhi nilipata watu wote walienda na kijana alikuwa ameniambia nisiachwe. Okay. Mimi nilipata wamefunganisha kila mahali gate nini wameenda ya. Mimi nikajaribu kupigia kijana because sasa wakiwa huko unajua ako na simu. Hiyo time alipelekewa simu because ni ile mid visit I think. Sasa hiyo time unapatiangwa simu unaweza kaa na simu because uko almost kumaliza. Mimi nikampigia kijana, ile maneno aliniambia sijui nimetusi mamake. Na akamoniambia kweli ameona that laana za wazazi wake zitamfuata, afai kuoa venye alikanyo. So nikamwambia mimi nitafanya aje, niko hivi na hivi, tulibadili. Unajua yeye ndiye anajua mtoto first si wewe. So nikamuuliza na tulibadilisha this birth certificate, nitasema aje, nitaanza aje. Nilikuwa sasa na ile maswali. Akaniambia sijui mimi naogopa laana za wazazi wangu nini. Akaniambia lakini wewe vumilia upate mtoto, mimi nitakuja tuongee. Okay. Nikamwambia ni sawa. Sasa mimi kuna hii chama nilikuwa nayo huko Maua na inaishanga end of the year. Nilitumiangwa, kuna pesa nilitumiwa that time. Ilikuwa like 2000. Okay. Sasa nilikuwa na ile 2000 kwa mfuko. Sikuwa na pesa nyingine, hata ningetumiwa na sister yangu ama nani pesa because singetoka hata kununua kitu kwa duka. Nilikuwa nacheza nazo loto. Zile loto kwa simu because sasa sina mahali naweza peleka pesa. Okay. So zikikaa kwa simu ni za nini, nacheza nazo loto, nasema siku moja nitawahi nunua nyumba Nairobi. Nasema siku moja nitawahi nunua nyumba Nairobi. Nikisikia mtu mmoja amewin nasema mimi ndiye next. So nilikaa nikicheza ile loto. Okay. That wishing nipate nyumba nitoke kwa hii mboma ama nitoke kwa hii life. Sasa vile nilikaa niko na ile 2000 sasa. Yes. Kesho yake juu visiting ilikuwa Sunday mimi niliamkia mpaka huko prison. Okay. Sikuwa nimeika nyanga Nairobi kabisa. Hiyo ndio first time kupanda gari nikakuja mpaka Ruiru. Nikaingia huko training. Kufika kwa gate they don't know me. Because kuna file mtu anaandikanga pale that kama umeletwa na wazazi nini. Sawa watu wakuwa najua the guy aliandika pale yeye ni single. Na hakuwa andika kama ameoa ama nini. So watu wako unanijua. So lazima wangepiga simu nyumbani kwa kina kijana wa confirm kama najulikana. Mimi niliwapembeleza. Actually I thank God nilipata Meru kwa gate. Nikamueleza story yote vile kuna happen. Na nikamwambia I really need to. Sasa hizo niko mkubwa. That hata yani because nilikuwa sasa ile ni kubwa because iko na maji mingi. Na si ati niko hata almost kupata huyu mtoto. Yes. Lakini niko na ile ugonjwa that niko na maji mingi. Wale madaktari wanaelewa kukuwa na amniotic fluid mingi. So that time mimi nikatoka sasa nikaongea pale kwa gate. Nikaruhusiwa kuingia. Vile niliingia pale prisons tulifika na mtoto wangu sasa I hand my daughter kwa mkono huyu mwingine nimebeba. Tulifika kitu 11 tuliona kijana 5 jioni because watu ni wengi na plus jana kulikuwa na sherehe. So kuna zile mipango nini kumuona ni shida na alafu plus jina yake si yeye anaitwa huyo peke yake. So lazima angetafutwa. Nikakaa kumbe askari bado walipiga simu huko kwao kwa kina kijana. Na nimeruhusiwa kuingia lakini kuna askari mmoja alipiga simu confirm if ni mimi ni ukweli, the story yangu ni ukweli.
au mama walikubali because hawakuwa wanataka kuharibu jina kwa hao askari, walikubali mimi ni nani. Okay. Na nikaruhusiwa kuona kijana, and that the last time mimi niliwahi muona macho kwa macho mpaka wa leo. Sijawahi muona, hajai nitafuta. So vile nilifika nilitoka pale Ruiru. Reaction yake ilikuwaje alipokuwa? Reaction ilikuwa that yeye anaogopa laana za wazazi wake. Okay. But nikae nipate mtoto, niache watoto. Okay. Niachie mamake wazazi. Shikilia hapo, tutarudi. Thegio, eketuobe tukinyie hau tuobe tuthomerwo mohoro ma